Ulikuwa unafanya nini ndani? Nani kwa nasoma Qur'an. Unajua tena kipindi bila Qur'an. Hata azeni. Ni jambo la heri sana. Sasa nataka nikuagize sokoni ukanunulie vitu kwa ajili ya futari. Shika hela hii hapa. Hapo nataka ukaniletee mahindi, ukaniletee miogo, alafu ulete na tambi. Usisahau sukari. Na pia kama chenchi tabaki, nunua viungo kwa ajili ya kwenye chai na uji, sawa? Sawa. Uwahi kwenda ili uwahi kurudi, niwahi kupika. Si unajua tuna wageni. Sawa, nitafanya hivyo. Haya. Za hapa ni nzuri. Shoga yangu ninaombea huo. Umenikaa. Yule shemeji yako anaondoka naye jana basi umemwona? Nimemwona. Shoga yangu ni ana hela. Unajua hela? Alafu cha kushangaza sasa mwenzio hana hata mwana kijiti. Kwa mbeleza bure. Shoga yangu nimejizolea. Unajua kujizolea? Hatari. Madeni mengine yakitokea unaniambia na mimi sio nakula mwenyewe. Sawa rafiki yangu, sijali, mimi namba nimeshabeba. Wewe kama unamtaka pigia muda wote. Vipi yule baba yako? Naye watu ambao hawana hela sasa hivi basi walizangu. Mimi nacheka na mtu mwenyewe maskini huko akafia ndio. Salamu alaykum ya nini bana wewe? Inakuaje mtoto mzuri? Ndio nini? Sio ndo nini? Mimi nakusalimia salamu yetu, tunajua sisi maselas. Tuna salamu zetu za kina nini. Afu mtoto mzuri kama wewe jamani, mimi nimekuita hapa, sikiliza sasa. Mimi nataka nikupe mistari fulani hivi. Mtoto mzuri unawaka sio poa, lakini hivi kwanza una bwana kweli wewe? Kwani wewe dini gani? Maswala ya dini gani vipi? Nisikilize. Unajua nini? Toka upo kule kwanza umepita hapa nikakuona. Nikasema ngoja kwanza nikusubiri. Asa umefika pale mpaka pale na nini kana kuangalia vizuri jinsi ulivyoumbika. Nikaona ni vizuri kwanza nikufuate nikutongoza. Cheki yako kamdomo kalivyokaa. Una kasura fulani mashallah. Kapua fulani macho. Mtoto umeumbika wewe. Jamani. Hivi Mungu sijui alifikiria nini? Na hisi hapo Mungu kakuleta kwa ajili yangu unajua. Sikia. Mimi nahitaji kuwa na wewe. Au unasemaje? Dini gani? Mimi Mkristo. Dini yenu ndio inafundisha hivyo kutongoza wakati uko kwenye Kwaresma? Achana na mambo ya mfungo bana. Mimi sio kwamba nimekubali au nimekataa. Kitaka unipate mimi. Pata taratibu zote za nyumbani ndio unipate. Maana dini yetu haihitaji mambo ya zinaa kabisa. Sawa. Nimekuelewa. Kwa nini kuniambia mimi nikifuata taratibu zote na kupata? Ndoa ni ibada. Hata mimi sitaki kukosa kabisa hiyo ibada. Sawa. Kama ni hilo tu.
mimi nitatimiza. Yaani nikupate tu mtoto mzuri. Yaani wewe nikikupata ukiingia kwenye anga zangu wewe. Kwa hili. Waislamu wenyewe wanasema nini? Mtoto nini? Wanasema mtoto mashallah. Mtoto umeumbika wewe. Ukhti wangu. Ukhti wangu. Abe, mume wangu. Njoo. Mume wangu. Ukhti wangu. Abe. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Za huko tokako? Huko tokako alhamdulillah. Sijui za hapa. Sisi hatujambo. Salama yuko wapi? Salama nimemwagiza sokoni ili akanunue vitu kwa ajili ya futari. Na vipi maandalizi ya futari? Unajua baadaye tuna wageni. Maandalizi yote yako sawa. Natumaini sala ya mchana haijakupita. Hapana, nimeswali. Na dua zote umefanya? Ndio. Mashaallah. Basi khairi. Kiwangu mimi niko ndani. Sawa mume wangu. Takie mchana mwema. Asalamu alaykum. Asalamu alaykum nyanyoko. Kwa kusema asalamu alaykum utakuwa wewe. Na kusalimia kwa jina la Allah. Wewe unafanya kuact au unaelekea maisha? Hata ngulini ukavaa mavazi ya kujitanda wewe. Wewe si mara usiku kila mtaa mzima unakujua. Funika funua, bandika bandua. Tangu lini wewe? Ustazati jamani, mnataka kumjaribu au wanyie? Astaghfirullah. Ama kweli shetani akizeeka na kwa malaika. Wewe ndio kunifundisha mimi mambo ya dini? Makubwa haya. Malaya tena, kashaokoka sijui, kashabadili dini, mimi nachoka. Alafu lini sasa unakuja katika viwanja? Maana sisi kuna mibaba ya maana nakwambia, inatoa pesa vipi? Unachelewa shoga yangu, utapauka. Hata hivyo kuna muda wangu kwenda msikitini kuswali. Uwe na siku njema. Kilo kigumu kama maisha yangu. Amebadili dini. Sasa ndo mambo gani? Tunawekana mpaka sasa hivi njiani hapa. Na unajua kabisa mimi ni shehe. Uone kuaibishana. Sasa baby, mimi nilikuwa na kazi. Kwanza nimemalizia kazi za nyumbani, alafu nimekuja. Sasa wewe unasahau kazi yako kwangu mimi, si ndio? Hapana. Ndio maana yake unanisahau. Unasahau kabisa kwamba mimi nahitaji huduma yako wewe. Kuniweka mpaka sasa hivi kabisa na mwezi huu wote mtukufu wa Ramadhani. Okay, tuachane na yote. Navyozungumza mimi na wewe hapa nilipo tayari nimeshakumisi. Sijui tunafanya utaratibu gani ili niweze kukupata. Mwenyewe nimekumisi pia wewe. Kama na wewe umenimisi basi tumemisiana. Na kama tumemisiana inabidi tuende kule kwenye nyumba ya wageni sisi wenyeji tukafanye mambo yetu. Unasemaje? Sasa sikia, leo utaratibu utabadilika kidogo tu, leo utabadilika.
taongoza mbele, mimi nyuma, kama bata vile, watoto mbele, mama nyuma. Sio, tunaelewana? Fanya hivyo basi, kwenda watu wasituone na wewe. Tangulia sasa. Hapa ushema weka pembeni kwanza. Wewe mwanangu, yaani leo nilichokutana nacho leo mwanangu, yaani nina furaha nacho kweli, yaani mpaka saizi bado nina kimuhemuhe yaani. Wewe sio poa ujue. Kimuhemuhe gani hicho? Na kitu gani ambacho kinakufurahisha kiasi hicho? Nimekutana na kale katoto kanaitwa Kanani, kale ka Salma, kale kadogodogo kale. Si unakajua kale kademu? Bwana kale kademu. Nimekutana nako kwanza kalipita, nilikuwa nipo pale maskani pale. Kamepita, ili kupita kwanza nikakaangalia. Nikakaona leo kama kana tofauti fulani, kamependeza hivi, nikasema ngoja nikasubiri. Kakaenda dukani, ile kanarudi nikakaita. Nikakatupia swaga, tupia swaga. Demu hajaruka. Oya, cha muhimu tu ananiambia, kama wewe unataka kuna nani, basi wewe fuata taratibu zote, mimi utanipata. Oya, mimi mwanangu sitaki nicheleweshe kabisa. Pale sicheleweshi. Yaani nitakachokifanya saizi ni kufuata taratibu kama anavyoniambia. Kwanza naenda pale kwao afu nauliza taratibu gani mnazotaka mimi nizifuate. Watakaponielekeza mwanangu pale, hata kama mamilioni mimi natoa. Nitakaba, nitaiba, nitafanyaje pale natoa. Na unanishauri vipi mwanangu? Unajua ndugu yangu, mimi nakusikiliza, umeongea swala kuhusu Salma, mimi nakusikiliza tu. Unababwaja tu na miminika tu. Si ndio? Oya mwanangu, sitaki mazoea. Sitaki masiara. Sitaki utani kwenye jambo langu. Uliingilia sehemu ambazo mimi nimeshapanga. Sitaki. Na sihitaji hicho kitu kitokee. Hebu nisikize mwanangu. Wewe Salma unamtaja wewe. Mimi nishawekeza toka kitambo. Yaani toka yupo hivi, yani underground, yani yupo hivi chini. Shawekezaga. Afu nampenda vile vile kinyama. Si unanielewa? Kwa maana kiufupi ni shemeji yako. Kuniingilia kwa masuala yangu mimi sipendi. Hizo ni dharau, afu mimi ni ndugu yangu. Tusije tukaharibiana mood, tukagombana, sitaki tugombane, sitaki, naomba tuheshimiane. Kwa sema ambayo nimeanzisha mimi sitaki. Ushakuwa jao wewe. Yaani ushakuwa jao. Mimi nijua wewe lazima utaharibu tu. Mimi nakwambia kabisa kwamba yule mtoto nishampanga, kashapangika, alafu na wewe mwanangu jao, ndio maana hujawahi kunisupport kwenye jambo langu hata siku moja. Na usio. Wewe sasa nasemaje? Wewe hapo ushakuja kuniharibia mada. Sasa cha kufanya yule mtoto umpate. Unasikia? Yule mtoto umpate, alafu mimi ndo nampata mwanangu. Bendera chuma, migoti chuma, umijiwe. Oya, usinichukulie poa mwanangu. Wewe vipi wewe? Sasa wewe kanyaga kwenye anga zangu afu uone mimi nitakufanya nini? Nifanye chochote. Mimi nispendi. Yaani kuna mbwa imenitoa kwenye mudi nakwambia. Ai, haki ya Mungu. Vipi na wewe kutoka kuna nini? Maana umewaka. Yaani kuna watu wanajua kutoa mudi wenzao. Yaani kuna watu wanajikuta wenyewe basi ndo makungu hapa mjini, wanajikuta wao ndo namba moja kwa kuswali. Ai! Kuna nini? Yaani nakwambia si huyo nisha nini mara ya mwenzetu. Yaani anajikuta sasa hivi yeye ni Muislamu konki kiasi cha kwamba hadi maswali sunna wenyewe wataogopa. Eti amejitanda kuanzia juu mpaka chini. Unyayo haonekani. Afu anajikuta mimi ananifundisha mawaidha. Saa hizi cheusi hataki tufanye hivi. Yeye kama nani? Unajua nashangaa. Tangu lini mambo ya msikitini tangu lini? Unajua tauni ya aibu. Mtoto anamjua tabia zake. Hafu anaenda msikitini. Ndo anajikuta kwamba yeye ndo ametulia sasa. Eti mwezi huu wa Ramadhani, hatutaki tufanye hivi na hivi. Yeye, jamani. Yeye si malaya, mtaa mzima wanamjua hapa jamani. Mzee wa kutembea na vibabu. Mtaa mzima wanamjua mambo yake. Hapo sasa anaenda msikitini. Mambo mengine haya.
Natamani hata nimuone. Ala. Aya, sawa. Ndugu yangu, dili limetiki shogangu kama unavyojua. Vaa kile kimini cha kwenda. Shemeji. Safi, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Shemeji vipi, mbona ipo katika hali hiyo na umemtoa wapi? Huyu nimemkota pale, alikuwa mzima huko njiani. Sasa nimemleta hapa. Sawa shemeji, nashukuru. Naomba niweke pale mzigo wangu. Jamani. Toba. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Sawa shemeji, nashukuru sana. Oge pamoja, mwangalie ajitahidi kula dafu. Shemeji, asante. Pamoja. Mara sifundi kwa mambo kama haya. Mume wangu. Toba. Mbona nidhalilisha hivyo? Ndio kwanza chungu cha kwanza. Hayezo 29 utafunga kweli? Kiwango acha tu. Sio kupenda majaribu ya Mungu. Majaribu gani ya Mungu yako hivyo mume wangu? Hii kiboko. Kwani sasa saa ngapi? Sasa hivi ni saa 6 mchana. Saa 6? Ndio nashangaa ulivyokuwa hoi hivyo, ni saa 6 tu. Mume wangu. Mume wangu. Shemeji, asante sana kwa chakula. Hakika chakula cha leo kilikuwa kizuri na kitamu mno. Kwa kweli nimekipenda sana. Asante sana kushukuru shemeji yangu. Karibu sana. Alafu kamkuu hapo. Mimi naona ni muda wa ibada huo. Inabidi tukasali tarawih. Kwa hiyo tunaomba msaada sisi tupate kwenda. Usijali shemeji yangu, mimi ni maarufu kwa moyo mmoja. Nakuja kuzingatia sisi ndio tunaofungua msikitini. Kwa hiyo sisi tunapata wa kwanza kwanza. Au sio ndugu yangu? Kabisa. Haya. Acha ni Mbona uniagi? Kangu naye punguza wivu. Tupo kwenye mwezi mtukufu. Kumwaga wewe nimekuaga wewe. Au nimekosea? Shemeji. Haujakosea kabisa shemeji yangu. Yaani Sawa, mimi nawatakia ibada njema. Wewe wagi vipi? Ndio ukiangu tarehe na nichanganya. Ila ufu yangu kwa heri. Sawa. Basi salama. Dada, jazakallah kheri. Mashallah, stari yako ni tamu mno. Mwenyezi Mungu akubariki sana. Panapo majaliwa
natamani hata mimi nipige nyumbani kwangu ili tuje tushiriki kwa pamoja kama tulivyoshiriki hivi leo. Allahumma amin. Ndugu wangu, asante sana kwa kushukuru. Lakini pia usijali, ukitaka kujifunza wewe njoo tu. Mimi nitakufundisha kila kitu utakachotaka kujifunza. Lakini pia jambo kama hili kulifanya ndani ya mwezi huu wa Ramadhani ni thawabu kubwa sana kwa Mwenyezi Mungu. Yaani unapopika futari, wenzako wakaja wakafuturu na wakafurahia futari yako, inakuwa ni thawabu kubwa sana. Hata kwa awamu nyingine, ningependa hata mimi nipike nyumbani kwangu ili tujumuike kama tulivyojumuika wote kwa pamoja. Usijali, karibu sana. Na pia natumaini usiku wa leo tutakuwa wote pamoja ili tuswali Lailatul Qadr tukiwa pamoja. Ningependa iwe hivyo, ila mazingira ya nyumbani sio rafiki sana. Hata hivyo, nenda kumwandalia nguo mume wangu ili kesho aende kazini akatafute riziki. Mdogo wangu, waume zetu wote wameenda kuswali tarawih, na wakiwa huko msikitini wataunganisha mpaka Lailatul Qadr. Kwa nini usibaki tu na mimi? Dada bana, natamani hata mimi nilale, lakini kama nilivyokuambia hapo awali kwamba mazingira nyumbani sio rafiki sana. Ila usijali, kwa siku nyingine nitalala, afu tutakesha wote. Sawa, kama umekataa haina jinsi, ngoja mimi nikusindikize. Ila utakapofika nyumbani usisahau kutamka jina la Mwenyezi Mungu, hata alhamdulillah mara nyingi. Sawa dada, usijali, mimi nitatii usia wako na nitafuata kama ulivyonielekeza. Wapi? Unajua mambo mengine bwana, hizi kanzu hizi na huku hii eneo hili. Kwa hiyo vipi? Hamna mtu? Hamna mtu bwana. Mimi sasa hivi na kanzu hiyo jamani. Yaani mtu akikuona na hilo kanzu atasema mwanaume wa kuolewa naye ndio huyu nimempata. Yaani kama vile shewa maana. Haya nini kuitana jamani usiku guest? Na mwezi huu wa Ramadhani, mtu anatakiwa ufunge usitende dhambi. Lakini wewe ndio kwanza unafungulia dhambi. Haki ya Mungu baba, una aibu wewe. Yaani ni hauna aibu. Haya, huyo mke umemwagaje? Unaambia mke wangu nimemwagaje? Kwenye mambo haya, mimi mtoto wa Kitanga, yaani mke wangu hapa anajua nipo kwenye tarawih. Siku hizi guest imekuwa tarawih. Hii kweli moto. Hata mimi naona. Wewe jimalize. Ukishamaliza twende ndani kanipe maisha yangu. Mambo yako tu. Nishayaandaa kutoka huko, tena trip hii imetia nyanya, kitunguu, tangawizi. Yeye nakwambia baba, ni wewe tu kunyumburika. Kiuno chako. Haya, tangulia. Mashaallah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mume wangu, uliniaga uenda msikitini kuswali tarawih. Hapa ndo msikitini? Mke wangu, yeye mkweli jua hili tu. Kusema ukweli, kuswali tarawih leo mimi singeweza. Kwa nini nilivyochoka? Kwa hili Mungu nayo shahidi, anajua kabisa nimechoka mtoto wake. Ila mume wangu, tangu asubuhi ya leo nakuona kabisa haupo sawa. Kuna shida gani? Siko sawa. Ina maana kwa nimekuwa wa njano, nimekuwa wa blue. Unielewi kivipi yani? Ona sasa majibu yako unavyonijibu. Tambua mimi ni mke wako. Ninavyokuuliza nijibu basi vizuri. Hivi, kwanza mimi sikuelewi kabisa.
Ili swala la kwenda mimi kuswali msikitini naona umelishikumalia kweli, yani umelingangania kabisa. Alafu wewe una agenda gani na hapa nyumbani usiku wa leo? Unataka kuingiza kwa bwana kako au? Maana nyinyi wanawake sasa hivi hamueleweki kabisa yani. Nataka tu mtumie hizi nafasi zote. Taarifa yako leo mimi na wewe ngadu kwa ngadu niko nyumbani. Siendi kuswali tarawih. Mimi? Nyani, kwani naongea na nani hapa? Kama unaona kuongea ondoka. Usiniharibie futari yangu hapa, saumu yangu, sio futari yangu, usiniharibie, nimeshakukuru. Usiniharibie. Sawa mume wangu, hamna shida. Basi ngoja mimi niandae chakula kwa ajili ya Dabu. Hapo ndio umeongea la maana sasa. Hapo ndio uliongea la maana. Wewe kaandae. Haya masuala ya mimi kuanza kubeba barabarani kuokotwa kwa sababu ya saumu sitaki. Cha msingi andaa Daku nile kwa muda, maisha mengine yaendelee. Lakini uko sawa? Nimekwambia mimi niko sawa, niko fiti. Niko goodi. Shia mkubwa mimi niko sawa. Sawa, hamna shida. Haya mama. Njema. Huyu jamaa tena kaenda wapi? Yaani nikiwa na jambo langu la maana hapatikani kama hivi, kashafunga kimlango, kashaenda kutembea, kashaenda kuzurura, sijui kaenda kuzurulia. Wapi huyu jamaa naye? Sasa saizi nitampata wapi tena saizi? Maana hapa nimekuja na jambo langu muhimu. Kwenye mambo yetu ya kijinga yale saizi ningekuwa nishampata mapema. Au atakuwa maskani. Ngoja. Unakuja unaondoka. Oya. Unajua nilikuwa yani hapa nilikuwa natukana kimoyomoyo. Ramadhani. Ndio Ramadhani, na ndio maana nikakwambia nilikuwa natukana kimoyomoyo. Kwa sababu nakuja hapa na jambo langu la maana alafu nisikute. Unajua linakera pale unapokuwa una jambo lako la maana alafu kitu hakionekane. Lakini sikuwa mbali, na ndio maana unaona sijaweka kufuli. Sikuwa mbali sana. Wewe nawe utakuwa unakosa sometime utakuwa unakosa hela plus. Sasa hapo ndio kuna jambo lenyewe nalitaka. Fanya marekebisho basi, ningia hata mkutano. Mkutano wapi? Nisikilize. Mimi bwana hapa nimekuja mimi na jambo langu. Na hili jambo nimeangalia mtu wa kunisaidia ni wewe. Jambo gani hilo? Vizuri. Hapa mtaani si unakajua kale katoto kazuri kanaitwa ka Salma. Nimeshampata Salma. Nimeshampata. Yule pale. Bwana yule mtoto nilikutana naye. Nilipokutana naye nikamwelekeza nikamwambia bwana sikiliza, najua mimi nimekuelewa. Natamani kuwa na wewe sijui nini, nikamwaga misifa mtoto kaelewa. Hajanipinga. Kaniambia wewe kama unanitaka mimi wewe fuata sheria utanipata. Nikasema kuhusu hilo tu limeisha. Amekwambia fuata sheria zote. Na maana uko tayari kuzifuata. Blaza, mapema. Kwa muda sio mrefu tu nitakuona umepigilia kanzu umevaa kibaragashi. Kama kawaida yangu. Yaani ili jambo sitaki lichelewe. Na ndio maana nikakufuata wewe ndugu yangu. Kama ndio hivyo, mimi nadhani kila kitu kinawezekana. Kikubwa tu katika misingi yake aliyoitaka kukifuata. Sasa kama kuna kinachoshindikana, kubadili kitu gani basi? Yaani hilo ni jambo la faster. Tena nataka nifanye hivi mapema tu ili yule mtoto akiingia ndani pale, ukija pale kwa shemeji yako unakuta madikodiko, masotojo. Sawa. Kwa tunafanyaje? Sasa nisikilize. Mimi mpango wangu bwana hapa, nataka unisaidie kitu kimoja. Barua.
barua. Nataka uwe mshenga wangu. Okay, ila hakikisha mle kuwe kumenona bana. Maana ndoa sio kitu rahisi. Kwenye basha mle jaza kunone vizuri bana. Kuhusu hilo blaza usiwaze. Hilo niachie mimi. Yaani mkose mtoto mzuri kisa sasampa. Nisikilize. Sasa hapa ngoja niende hivi. Ndio. Nitakapoenda hivi naenda kufuata ile barua na kuletea mapema. Peleke. Mimi sitaki lichelewe jambo. Limeisha. Basi poa ndugu yangu. Shukrani. Karibu. Asante. Mimi ngoja niwahi kwanza nikakuletea hiyo barua. Una wateja watoto tu unanyoka. Lazima. Nijua unatoka kanisani unatoka kuimba kwaya. Badilika sasa hivi. Lazima nibadilike kwa sababu nikisema nisibadilike watanikubali kweli. Umekosa kibangarashia tu. Mtoto yule wa Kiislamu utamuweza? Alafu sheria hiyo kaniambia niifuate. Hapo na shida pamoja. Mna noma ndugu yangu. Nashukuru sana yani Mungu kajibu maombi. Salamu alaykum. Wa alaykum assalam. Shikamoo. Marhaba. Vipi shemeji kwanza kasharudi? Shemeji huyo? Karibu. Asante. Kumbe usharudi. Mimi ndo nimerudi sio muda mrefu. Yaani ninavyozungumza na wewe hata dakika hizi 2 hazijafika mimi ndo nimerudi. Sasa mbona mwenzako hajarudi mpaka mida hii? Atakuwa amepitia wapi? Shemeji, tatizo lako una wasiwasi. Tatizo lako una pressure. Mimi na wasiwasi na kitu hiki kimoja. Uenda nyewe mkao mmepishana njia. Wakati unakuja huku, yeye ndo anarudi nyumbani. Kwa mimi naamini hapo ndo mpopishana. Ila kwa wakati huu naamini atakuwa yuko nyumbani. Ila sawa shemeji, lakini mimi naomba niwaombe kitu kimoja shemeji yangu. Hiyo tabia ya kuzima simu muiache. Hata kama mnakuwa mpo kwenye swala, sio lazima mzime simu. Mnaweza mkaitoa sauti, mkaendelea na ibada. Mkimaliza mnaangalia hata misikuru zetu mnazikuta, mnatupigia, tunawasiliana. Shemeji, wewe ndani kuzeni bwana. Yaani, niko hata umeongea wewe. Maana ningeongea mimi ningekana na mdomo. Bora mwelekeze shemeji yako vizuri. Shemeji, mimi nawajua nyinyi wake zetu na wewe. Ila tu niondoe wasiwasi. Sisi tulikuwa tuko msikitini, tuko busy kumtafuta Mungu. Kwa hiyo inakuwa sio busara simu zikawa ziko online. Haitakiwi hivyo. Kwa hiyo sisi tunazima. Ila kwa kuwa umesema hilo, tutalifanyia kazi na hii kitu itaisha. Kwa hiyo ondoa shaka shemeji. Basi sawa, mimi naomba niwaache, niwatakie tu asubuhi njema. Dada wewe na safari njema, alafu na mimi baadaye nitakuja kukusalimia vizuri dada. Karibu sana. Asante. Twendeza na futari tuandalieni tena kama jana jamani. Hivi mume wangu, hivi kweli umefunga? Wewe usinipande kichwani. Usinipande kichwani, narudia hata usinipande kichwani. Najua iko unachotaka kukizungumza. Tafadhali naomba usiniharibie funga yangu, usiniharibie somo yangu. Lakini nini? Sitaki. Vipi ndugu yetu, mbona leo kama una furaha na imepitiliza? Vipi ndugu? Kuna kingine, walimwengu ndio wananifurahisha, walimwengu wananichekesha. Yaani kuna watu wanajikuta wenyewe ni uwema, kumbe ndio mashetani wakubwa hapa duniani. Siseme. Hao wanaojiita mashehe, wanavaa makanzu mpaka chini. Jamani, jana si nimeenda kulala naye? Tena mtu na familia yake kaacha familia yake huko, yupo kwa kimada mimi. Nakwambieje, right kama nilikuwa nasema mwezi huu mashehe ambao wanatenda zame wachomo moto, basi wa kwanza angekuwa yule. Upo. Nakwambia ananyumbulika mwenyewe, anasahau mpaka familia yake. Jamani. Afu anajiita mashehe, amefunga na kanzu na msikitini anaenda. Jamani, natamani moto ungekuwa unatumwa kutoka huko. Unakuja unapiga watu wote wanaofanya dhambi.
Haki ya Mungu tena. Usiseme udugu. Nani si mwezi mtukufu wa Ramadhani? Kuna mwezi mtukufu gani? Waislamu wenyewe ndo wanaongoza kwa dini, wao ndo wanaongoza. Mama we. Kweli dunia imeelekea mwisho. Haki ya Mungu. Haki ya Mungu. Ukikutana nao wanavyojikuta wema sasa. Kama watu wakuolewa naye kesho si ndio huyo? Kweli haya mavazi wanayoyavaa yanawastiri. Mungu anawaona. Ila hata sio uongo ndugu yangu. Sasa hivi mwezi mtukufu wa Ramadhani unamkuta kwenye kibanda cha kitimoto. Haki ya Mungu. Mume wangu, samahani naomba nikuulize kitu. Huo ugeni uliokuja unahusiana na nini? Mbona kama sijauelewa? Huo ugeni ni ugeni wa heri tu. Ni ugeni ambao mimi sikutegemea, lakini ni nzuri. Sababu kijana kajitolea kaja kutoa posa kwa mdogo wangu. Posa? Tangia lini mtu akajiletea posa mwenyewe? Ni utaratibu wa wapi huo? Alafu kingine, wifi yangu mimi bado mdogo, umri wake kuolewa bado hujafikia kabisa. Kwa hiyo mambo ya posa mimi Sasa sikiza kabisa. Dini yetu ya Kiislamu kitu cha ndoa ni kitu ambacho ni muhimu sana mimi. Alafu huyo mtu kama amefanya makosa yote, sababu mdogo wangu mtaka kuwa mkubwa kama mtume mwenyewe alioa na miaka 9 alimuoa bila Aisha. Kama mdogo wetu ambaye ana miaka 19. Na hawa wanani wa Waswahili wanasemaje? Msichana kishavunja ungo kashakuwa. Na mdogo wetu mimi kashavunja ungo. Kashakuwa wewe, kwa hiyo ndoa hapo lazima ipite basi. Mume wangu, hivi uko sawa sawa wewe? Kwanza mtu kashakiuka sheria. Wewe ushaikuona mtu wapi anajiletea barua mwenyewe? Hakuna cha mshenga, hakuna cha wakubwa wa kwao, hakuna hata cha mtu yote kumsindikiza. Hivi mtu uko timamu kweli? Alafu eti wewe umelizia eti nataka muoe tu mdogo wangu, mimi nimefurahi sana. Hivi unaona iko sawa hiyo? Ndio sawa. Unajua kitu kimoja, ngoja kielewe. Kile mtu amejitolea kajileta mpaka hapa yeye mwenyewe. Ni heri kajileta yeye mwenyewe hapa. Kuliko kumkuta mdogo wetu kule tunakona, ndio tutalipa sisi. Sisi ndio kajileta hapa, tumpokee tu. Hata tundoa yetu. Kuna shida gani kwani? Shida ipo mume wangu, shida ipo. Mtume Muhammad alimuoa mtoto wa miaka 9. Ni enzi hizo, sio enzi za sasa hivi. Enzi za sasa hivi wanaume mshakuwa vivuruge. Yule Salama ataenda kufanya nini na wewe mwanaume uko ndani? Mbona kama unataka kumtega yule bado mdogo? Ni kutoa ndoa ya sasa hivi hatoiweza. Kwa hiyo mimi ndoa sijailizia kabisa. Rudisha barua ya watu na kataa. Mpaka yule mtu atakapokomaa akili, atakapopata akili timamu za kuweza kumudu ndoa, ndio aolewe. Baka hapo kwanza. Ni haki dini ya Kiislamu. Msiamu kama wewe mshakutoa dini ya Kiislamu. Na kutokuomba kwa hiyo. Kama salamu na kingine kama la haula la quwwata illa billah. Na kingine hivi ni tafali za pandili. Mtaka na vitu ambavyo sisi dini yetu tunasema na vifanya msema za msema kwa wao na mambo ni vitu vya zamani. Wewe unakuja kumpinga kama vitu vya zamani vya kitu na wakati. Wewe kama Muislamu hufai vitu kama hivi. Hufai kabisa. Lakini yote haya ndoa lazima iwe. Sawa kama umeipitisha. Lakini mimi hiyo ndoa sijaipitisha kabisa na wala sijaiafiki na wala sina lazinayo. Ila wewe kama ukiamua kumuozesha ni wewe. Mimi sihusiki kwa lolote, sitahusika kwa kitu chochote. Fanya shughuli ni wewe, ozesha mtoto ni wewe, mimi sipo huko. Nimeshakataa. Mwifi yangu bado mdogo, nataka abaki hapa nyumbani, yule mpaka akomae akili. Kama wewe umemchoka ni wewe, niache mimi ndo nikae naye. Maana kwa hii sasa tabia unakoelekea ni kama ushamchoka mtoto, sasa unataka uende ukambwage sehemu nyingine. Mwache mtoto hapa akae mpaka akili zake zikomae. Kwa hiyo kama umeamua ni wewe, mimi nimekuachia kila kitu wewe. Nimekusikiza kwa makini kabisa, ila sasa ni hivi, kiufupi. Utake usitake ndoa itapita. Mimi kama mwenye nyumba hii na baba mwenye nyumba hii nimesema hivi, ndoa ipo. Salamu alaikum. Si unaelewa Montana?
Alafu wewe Montana, kwa nini wewe waamini mashehe na wachungaji? Yaani waumini wa Mungu wewe hutaki kabisa kuwaamini. Ni kwa nini? Ni sahihi ulivyouliza. Sahihi kabisa. Lakini hata ukija kuangalia Yesu Kristo wakati anaondoka, alisema watakuja manabii wa ukweli na uongo. Na katika kipindi cha sasa hivi uongo, manabii wa uongo wamekuwa wengi sana. Na katika kipindi cha sasa hivi manabii wa uongo wamekuwa wengi sana. Ndio maana siamini hicho kitu. Na ukija kufuatilia, kienda kuswali katika msikitini, wanasema Wakristo ni makafiri. Ukienda kwa Wakristo wanasema kwa Waislamu. Yaani kuna baina ya mvutano. Sasa unapofikiri, unafikiri mimi nitaenda wapi? Okay. Kwa hiyo Montana, nataka kuniambia kwamba uamini wachungaji, uamini na mashehe kwa ajili ya hivyo vitu. Mkongamano wa dini, si ndio? Ndio hicho, kwa sababu nikija kuangalia amri za Mungu ziko vile vile. Ukiangalia katika Biblia, Galatia 5:19 mstari 20 hadi 23. Umeweka yale mambo yote ambayo ameyakataza Mwenyezi Mungu. Na ukiangalia katika Qur'ani, amri 10 za Mwenyezi Mungu, utakuta makatazo ni yale yale. Sawa sawa. Hapo nimeanza kujifunza kitu kutoka kwako. Na unanielimisha siku baada ya siku. Kadri siku zinavyozidi kwenda, nazidi kukuelewa kwa nini hutaki kuwasikiliza mashehe wala wachungaji. Lakini pia mimi nahitaji nikwambie kitu kimoja. Unanishauri nini mimi? Au kitu gani nifanye ili niweze kuwa kama wewe? Katika kushauri, amini kile unachokiamini. Lakini pia jitahidi sana kusoma vitabu vya Mwenyezi Mungu. Ili ujue, yani usije ukadanganywa huku au kadanganywa huku. Jitahidi sana. Sawa sawa. Nikutakia siku njema. Sawa, haina shida. Okay, shukrani. Basi sawa Montana. Okay. Ndani kwa nyumbani. Sawa. Pamoja. Lakini umefunga? Mimi nimefunga. Mimi niweze kuniona huko. Sawa sawa. Pamoja. Haya. Sasa nimfuate au nifuate maamuzi yangu mwenyewe? Nitafikiria mbele ya safari. Vipi ndugu yangu? Salama. Salama, karibu. Asante. Yaani leo nitakupa msala kabisa. Shemeji asubuhi asubuhi amemkia nyumbani kwako. Kafuta shemeji yako mke wako. Vipi bwana yupo? Ameenda kusali kwa wewe mzangu hajaruhusiwa zake. Ndio mpaka muda huu. Sio sima yupo. Nikamwambia bwana unapikia sehemu itakuwa kubishana. Ndio nimesema kesi kwa namna hiyo. Sio nawe jana unapikia wapi bwana? Kuna watu kama marobo. Jana mwenzako kila nikijaribu kutoka nashangaa nazama. Kila nikijaribu kutoka nazama. Kila nikijaribu kutoka nazama. Mwisho wa siku nimezama mazima. Mimi nilijua tu yule mtoto ule kama sio Makonde, sijui yule Chose anaonekana ni fundi. Nilijua lazima utanasa kwenye mitego na umenasa kweli. Alafu mbaya bwana, taarifa nyingine imetokea. Taarifa gani bwana? Kuna barua imekuja. Baba serikali ya mitaa. Ndugu wangu Salma ametolewa posta. Salma huyo. Aise, hilo jambo zuri, tena jambo la heri. Kwa hiyo ila bwana, anaipinga. Anaipinga yeye kama nani? Na kwa nini aipinge? Anakuambia eti yeye ni mdogo bwana. Mdogo? Anasahau kwamba Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alioa mke Bi Aisha akiwa na miaka 9. Sasa Salma ana udogo gani wewe? Ana udogo gani? Anataka kuolewa yeye? Mimi kama mwanaume nimemwambia hivi, ndoa lazima iwepo. Ndoa lazima iwepo. Hayo ndo mambo sasa. Cha muhimu mimi hapa kwa msisitizo, hiyo barua ndani iko vipi? Kwenye barua nimeifungua hivi. Uhakika kuunga viwanja leo tunao. Mazi watalawe. Vikanzo vyetu. Kama kawaida.
Wifi, nimesikia kila kitu kwamba ni kweli naolewa na yule mbaba. Mimi bado mdogo wifi, sitaki kuolewa na yule mbaba. Nyamaza, usilie wifi yangu. Mimi hili swala nishalikataza. Na kakako nimeshamwambia, wewe umri wa kuolewa bado hujafika. Wewe bado mdogo. Kwa nini akuozeshe safari? Kwa nini akuozeshe sasa hivi? Wewe bado mdogo sana. Kwani anachongangania wewe olewe kwa sababu gani? Nimemwambia hivi, hiyo barua airudishe kwa wenyewe. Kama alivyoipokea, ndio atoke hapa airudishe. Na akiendelea kuwa mbishi, atanijua mimi ni nani. Wifi, mimi sitaki jamani, ongea na mume wako. Sawa, usilie. Mimi wifi yako nikiwepo hapa, hautoolewa. Na akisema atumie mfumo dume atulazimishe wewe uolewe, mimi na wewe tutafunga vilago vyetu, tutaondoka, tumwache na nyumba yake. Sawa, nitafurahi kusikia hivi. Sawa yangu, nyamaza, uolewi. Wewe bado mdogo, si bora hata uolewe na mtoto mwezio. Anakuozesha na lijibaba limepanda hewani kama ni jitu refu, kama sijui kitu gani. Mtu gani ule kukuozesha naye?